Yakuwa
Pigie Bwana shangwe jameni. Kama unaniona nipungie mkono. Haleluya. Bado haleluya. Kila moja sema Yesu ni Bwana. Paka kule Yesu ni Bwana. Tuna furaha nyingi sana kuweza kufika kwenye uwanja huu ambao tumekuwa na baraka sana kutoka siku ya Wednesday, na tumebarikiwa na tumeweza kutembea hapa kwa manyumba Flamingo, na watu 97 wakampokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Na kwa hivyo tunaomba ya kwamba hata jioni ya leo tunapofunga mkutano huu, neema ya Bwana itashuka. Itashuka haitashuka? Neema ya Bwana itashuka. Na poleni kwa kuwakatisa kidogo, tulikuwa tumemrukia Bwana vizuri. Mimi nimesimama hapa ni Bishop Charles Ng'ang'a kutoka CFF Church pale Satellite. Tuliona ni vizuri kukuja area hii tuweze kuwa baraka kwa Flamingo Estate na watu wanaokaa maeneo hii. Na tunashukuru Bwana, tumeona walevi wengi wameokoka na kumjua Yesu. Wengine wameponywa mahali hapa, na bado hatutakosa kukuja. Tutapanga ingine kubwa kuliko hii. Tukuje tubariki Flamingo, wazazi, watoto, vijana wageuke wamjue Kristo. Na kwa hivyo mtu yeyote anayependa watu, ni vyema sana kusimama kwenye mkutano kama huu ambao unaleta mabadiliko katika maeneo hii. Tushangilie Bwana na tuseme asante kwa Bwana. Asanteni kwa wote wamekuwa wamesimama na sisi, waibaji, Mungu awabariki sana. Media timu yote, Mungu awabariki kwa kuwa na sisi. Na watu wote security, Mungu awabariki. Na leo Mungu ametubariki, tuko na maofisa wawili pale, tuwasalimie kwa furaha. Asanteni kwa kufika kwenye mkutano. Mungu awabariki sana. Pamoja nasi niko na wahubiri, ningependa wajitaje tu kwa haraka na Bwana atatubariki. Lakini kabla ya hayo, mke wangu hajawahi salimia mkutano wa Crusade. Tafadhali ninaomba ya kwamba leo naomba leo akuje atusalimie, alafu tuweze kuendelea. Makofi jameni tunapomkaribisha katika jina la Yesu. Ndekwendaga kuhaisha tujukua gaka ni aragetigirai. Bati sasa naomba atusalimie, alafu nipatie wahubiri waseme hai katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Nashukuru Mungu tukiwa eneo hili tumekuja kuagusha malaika yote ya giza iko juu eneo hili, na diposa watu waokoke. Bwana Yesu asifiwe. Na ninaomba ya kwamba mwenye hajaokoka atoe Yesu wake msalabani, aokoke amtumikie. Bwana Yesu asifiwe. Maana Yesu wako agali msalabani, anamwaga damu, anakuriria. Jo kwake leo, muda unayoyoma, Yesu aje achukue kanisa. May God bless you, na usikia ya kwamba ni siku yangu. Maana mwenye anakuambia ni kesho ni muongo na ni shetani. Salvation is today, and may God bless. Salimia mtu, mwambie wokovu iko hapa tu, hapo huko katika jina la Yesu. Ninaomba niweze kuwakaribisha watumishi wote ambao wako hapa wakuje ili waweze kuwasalimia katika jina la Yesu.
mtu anakuja na mtu wake. Mzuri sana, asanteni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tuinue huyo Yesu kwa sababu Yesu ni mwema. Haleluya. Naitwa Pastor Elijah na nimeokoka. Yesu ni Bwana, na ninashukuru Mungu kwa sababu maeneo hii watu watakubali Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na tunaamini ya kwamba kwa sababu nguvu za Mungu ziko hapa, kuna hali ya wokovu. Mungu awabariki. Nimetoka heshima na niko chini ya askofu wetu Dr. Charles na mam. Mungu awabariki sana, na niko na mke wangu. Amen. Yesu asifiwe. Haleluya. Naitwa Mrs. Elijah, nimeokoka. Kristo ni Bwana. Nimesema nami sitabaki kwa nyumba, nikuje ili injili iendelee. Bwana Yesu asifiwe. Nilipokuwa nikitazama yule mtu alikuwa anajikatakata na mawe, alikuwa ameishi kwa kaburi. Bwana Yesu asifiwe. Huyo mtu alikuwa mtumishi wa Bwana, lakini wakati Yesu alitembea mahali pale, yule mtu alipokea uponyaji na akanenda Dekapoli kuhubiri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo katika mji wa Flamingo kuna wachungaji wengi wamefungwa, lakini siku ya leo mtafunguliwa, mwenende Dekapoli mkahubiri injili. May God bless. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa mchungaji Jane, na hudumu pale CFS Satellite chini ya Bishop Dr. Charles na Reverend Charity. Katika jina la Yesu, Mungu awabariki. Niko na mume wangu, awasalimie. Amen. Bwana asifiwe. Mimi ndio Mr. Pastor. Bwana atukuzwe. Amen. Nimefurahi kuwa mahali hapa kwa sababu hata mimi niliokoka tu katika crusade kama hii nikiwa kama sijijui. Bwana asifiwe. Nashukuru Mungu kwa sababu Flamingo itamuitikia Kristo. Bwana atukuzwe. Kwa hivyo popote wewe ulipo na unatusikiza, na pengine wewe ni mtu akamkomboti, saa hizi Yesu yuko hapa. Bwana asifiwe. Njooni mumusikie huyu Yesu ambaye ana nguvu, anaokoa mpaka walevi wenye wajijui. Bwana wabariki sana. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Flamingo, Bwana Yesu asifiwe. Huyu Yesu anaokoa na anadumisha. Kwa majina yangu naitwa mchungaji Betty Dan, na hudumu nikiwa chini ya mafuta ya wa Bishop Dr. Charles Nganga na wa Mam Reverend Charity. Na nyenyekea jioni ya leo kuwa mahali hapa. Najua si kawaida, ni kukubarika. Bwana Yesu asifiwe. Neno linasema katika kitabu cha Genesis 2 ukisoma pale mstari, baada ya Mungu kuumba mwanadamu alipendezwa mwenzako. Mungu alipendezwa na wewe, na baada ya kupendezwa akasema sasa wewe umekuwa mfano, akamweka pumzi. Nimekuja kutangaza Flamingo tumeweka pumzi. Baada ya Mungu kutupa nafasi ya kukiri, baada ya Mungu kutupa nafasi mara ya kukiri yeye ni Bwana na Mwokozi, ametupa pumzi siku ya leo. Kwa hivyo Flamingo tunatangaza pumzi ya Yesu aliyesulubiwa pale msalabani na akasema yote imekwisha, katika jina la Yesu. Si hudumu peke yangu, tunahudumu mahali pale mji wa Ngata, na tuko na mume wangu awasalimie. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Hivyo mmesikia, mimi ndio bwanake na tunahudumu pale Ngata, na Mungu atatubariki siku ya leo. Kuna furaha kuwa hapa chini ya Bishop wetu na Mam Reverend Charity. Asanteni. Bwana asifiwe. Na hudumu na kanisa la Free Pentecost, na Dr. Charles na familia yake wamekuwa baraka kwa maisha yangu. Kile ningependa tu kusema kidogo ni kwamba kama Yona alifikiwa akiwa ndani ya tumbo ya samaki, mahali wanadamu wengi hawakumuona, hata wewe labda maisha yako yamekuwa kama ndani ya tumbo ya samaki. Mungu atakutoa huko ndani na utakuwa mhubiri mkubwa, utakuwa mtu wa maana na utaenda mbali katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Barikiwe sana. Amen.
Naomba ministers walio hapa wakuje hapa mbele tafadhali. Ministers wote wakuje mbele. Sitawapea microphone. Huyo ni Minister Gabriel. Apigiwe makofi jameni. Ai, makofi hiyo ni kidogo na shangwe. Huyu ni minister wetu Gatere Augustus. Makofi jameni, apigiwe makofi. Tuko na Minister Raphael. Ako pale kanisani, asante. Makofi yake sijasikia. Tuko na Minister Ruth ako hapo. Asha nigoje nisikie kama wamama mtampenda. Shangwe. Okay. Mungu abariki. Niko na deacons wako hapa na deaconesses, tunawatabua katika jina la Yesu, na Mungu ni mwaminifu. Masaa imefika ya mhubiri na sitaki kukula masaa yake. Niko na rafiki yangu kutoka Masaini. Salimia mtu mwambie Masai wanaokokaga. Na huyu ni rafiki yangu aliye na ushuhuda mrefu sana ya vile alivyoitwa na Mungu katika unyonge wake. Amefanyia kazi wokovu wake mpaka akawa na utukufu alio nao siku ya leo. Ako na kanisa kule Kirigoris na pia kanisa lingine Kitengera. Na haya makanisa ni makanisa inakuwa kwa haraka sababu ameitwa na Mungu kumutumikia. Mimi sina jambo lolote la kusema haya kwamba muleta kwenu. Nina ushuhuda wa kutosha kuhusu maisha yake. Na nafikiri ni zaidi ya miaka 20 tumejuana na yeye. Na nimeenda kwao wakati walikuwa chini sana. Nikaenda mkutano siku moja. Tulikuwa tunarara mahali fulani pale, na pia nyumba yao ilikuwa kanyumba tu. Mungu amemjalia kutoka chini, amempeleka mpaka juu. Salimia mtu mwambie Mungu huinua mtu kutoka chini, anampandisha, anampeleka juu. Huyu ni rafiki yangu, mfano wa mtu anayetolewa chini anawekwa juu. Ningependa tumkaribishe kwa shangwe haijasikika this week. Naomba tuinue mikono yetu rasha, kila moja tupigie Bwana shangwe. Tumkaribishe kwa furaha. In the name of Jesus. Amina. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tusalamiane hewani jamani. Bwana asifiwe. Nawapenda sana jamani. Bwana asifiwe. Nyinyi ni watu wa maana sana. Bwana asifiwe. Haleluya. Wapi nduru moja ya Yesu ya kuonyesha wewe ni mtu wa maana jamani? Haleluya. Amen. Kwa sababu leo ni siku ya mwisho, kabla sijawasalimia, ningependa Jane aimbe wimbo moja. Tufungie. Aimbe moja. Wapi kijana mdogo Sydney? Sydney hujatayarisha? Harakisha. Wacha aimbe moja alafu nilete neno la Bwana. Leo iko baraka nyingi, tutakuwa na baraka nyingi huku na Mungu atatutenda mema. Kwa hivyo Pastor Jane karibu. Tupatie wimbo moja. Thank you so much. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka niimbe wimbo moja unaosema Hezekia. When you go in the Bible unapata kuelewa mtu anaitwa Hezekia. Na Hezekia alifanya mambo yalikuwa mazuri sana mbeleni za Bwana, ama mbele za uso wa Bwana. Akabomoa nguzo, akavunja nyoka wa shaba ambaye alikuwa ametengenezwa na Musa. Na wakati wa Hezekia ukafika, Hezekia afe. Bwana Yesu asifiwe sana. Akatumiwa mjumbe akaambiwa, tayarisha nyumba yako utakufa.
Lakini Hezekia alipopata taarifa hii hakukubaliana nayo. He rejected that I will not die. Bwana Yesu asifiwe sana. Why? Kwa sababu najua matendo yangu mbele za Bwana ni matendo mazuri. Sijui wewe leo ukiletewa mjumbe akwambie thonde kama undu mago waku ni uraumiria, ni urathie we, ni urehera guku. Sijui utamwambia Mungu nini. Bwana Yesu asifiwe sana. So this is a challenge to you. Badilisha maisha yako, badilisha tabia yako. Ambia jirani badilisha tabia, badilisha mienendo, ndio Bwana akukumbuke. May the Lord bless you. DJ wetu tafadhali harakisha kidogo. Hezekia ama Ezekieli. Ukienda kwenye YouTube uandike Jane Wangari, lakini usiandike ya I, uandike ya E. Mwandishi wangu aliandika vibaya. Utapata hizo nyimbo pale na nitafurahi ukisubscribe, ukilike na ukicomment. Bwana asifiwe sana. And I believe ya kwamba utabarikiwa. Are you there? Hezekia mwana wasi, mfalme wa Yuda, sasa sikiza matendo yake yanayogusa moyo. Alitenda yaliyo mema machoni pa Bwana, mfano wake aliyotenda Daudi baba yake. Akazibomoa nguzo, akaivunja ile nyoka ya shaba aliyoifanya Musa. Hezekia mwana wasi, mfalme wa Yuda, sasa sikiza matendo yake yanayogusa moyo. Alitenda yaliyo mema machoni pa Bwana, mfano wake aliyotenda Daudi baba yake. Akazibomoa nguzo, akaivunja ile nyoka ya shaba aliyoifanya Musa. Haya, twende na kidogo kidogo. Hayo maneno mwenendo wake umenipendeza, kia yanakitia moyo. Haya, nipatie makofi kidogo namna hii, alafu twende tu namna hii kidogo, slow motion tu, muziki wa pole pole tu. Chezea Yesu tu pole pole. Yeah. Siku hizo Hezekia akaugua sana. Isaya nabii wa Mungu akaja kumwambia, tengeneza mambo yako, maana wewe utakufa. Akageuza uso wake kuelekeza ukutani, akamwambia Bwana akisema, uyakumbuke matendo yangu niliyotenda mbele zako katika ukweli wa moyo. Siku hizo Hezekia akaugua sana. Isaya nabii wa Mungu akaja kumwambia, tengeneza mambo yako, maana wewe utakufa. Akageuza uso wake kuelekeza ukutani, akamwambia Bwana akisema, uyakumbuke matendo yangu niliyotenda mbele zako katika ukweli wa moyo. Tembea kidogo, tembea kidogo. Tembea. Hayo maneno
yamenitia moyo. Twende tu namna ashe 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 yeah. Nimesikia kilio chako, nimeona machozi yako, nitakuponya, nitakuzidishia siku za kuishi kwako. Ukitenda yaliyo mema, usichoke kutenda mpendwa, maana mema unayotenda utalipwa kwa wakati wake. Nimesikia kilio chako, nimeona machozi yako, nitakuponya, nitakuzidishia siku za kuishi kwako. Ukitenda yaliyo mema, usichoke kutenda mpendwa, maana mema unayotenda utalipwa kwa wakati wake. Tembea pole pole namna hii, kutembea hayo maneno, mwenendo wa Hezekia umenipendeza mimi, mambo yake Hezekia yamenitia moyo. Kutembea kwake hayo maneno, mwenendo wa Hezekia umenipendeza mimi, mambo yake Hezekia yamenitia moyo. Nepopia hanini yo, hanini tu namna this kidogo. Ambia mwenzako usichoke kutenda mema. We tenda mema tu, tenda mema tu, tenda mema tu, tenda mema tu, utalipwa kwa wakati wake. Haleluya, yeah. Makofi mazuri jamani, ongeza shangwe na vigelegele. Amen. Funga macho yako. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru kwa nafasi hii umenipa kuwa katika uwanja huu wa Flamingo siku hii ya leo. Bwana, ninaomba ubariki watu wa Flamingo. Ninatiisha mamlaka yote ya ulimwengu wa giza chini ya mamlaka ya Mungu katika jina la Yesu Kristo. Mapepo yote tumeyatiisha chini na tumeangusha kila ngome ya kuzimu, haina mamlaka hapa katika jina la Yesu. Aliyewatesa watu asiwatese tena kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Bishop wetu Charles Ng'ang'a, tunakushukuru sana kuwa na wewe pamoja na mama kwa makaribisho mazuri ambao umetukaribisha hapa Nakuru, pamoja na wachungaji wote ambao umekuja. Tunashukuru sana, na viongozi wote wa kanisa la CFF na kila aliyehudhuria crusade hii. Mungu awabariki sana. Haleluya. Jipigie makofi mazuri. Jipigie makofi mazuri tena. Kama vile Bishop alisema, naitwa Reverend Ibrahim na ninatoka Kitengela. Kitengela ni Masailand, ni Kajiado County. Nimetoka Kilgoris na Kitengela, yote ni Masailand, na tunatumikia Mungu kule, na tumekuja hapa kukuletea hiyo habari njema. Bwana asifiwe sana. Kwa muda mfupi niko nayo, nataka kukupatia story kidogo ambayo Yesu alipeana. Yesu alipeana story ambayo nataka kuipeana leo. Alipeana miaka 2024 iliyopita akiwa hapa duniani, akapeana hiyo story kuhusu mbinguni. Kuhusu wapi? Mbinguni, mahali ambapo yeye alitoka na mahali watu wanaendaga baada ya kutoka kwa hii dunia. Baada ya kutoka kwa hii dunia kuna mahali watu wanaenda, na hiyo mahali watu wanaenda ndio Yesu alipeana story. Leo hata mtu akilewa namna gani akufe, kuna mahali anaenda.
akiishi maisha mzuri, aishi nyumba kubwa kama hiyo ghorofa, akikufa kuna mahali anaenda. Maisha aishi hapa. Maisha hapa ni kuanza, alafu sasa unaenda kwa maisha. Maisha hii si maisha, hii ni kuanza maisha, alafu sasa unaenda kwa maisha. Yesu akapeana story ya mahali watu wanaendaga baada ya kutoka hapa duniani. Baada ya kutoka, hata kila mtu unaonaga, unasikiaga mtu akifa, bishop wanasema ameenda. Ameenda fulani, ameenda. Alienda juzi, alienda jana. Ni wapi hapa anaendaga? Hapo ndio Yesu alipeana story kuhusu, ama hadithi fupi kuhusu watu wanaendaga wapi. Na hiyo ndio story muhimu sana imeandikwa yenye Yesu alipeana, ambayo unapaswa kusikiliza kwa makini. Kila mtu duniani akitoka, hata akichukuliwa na maji, hata wale ambao walichukuliwa, walianguka na helikopta. Hoteli ilikuwa wapi? Tuliona kwa TV. Hiyo hoteli walienda wakafika Lake Nakuru, wakaanguka na wajawahi patikana. Hawako huko, walienda. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila mtu mahali anaendaga, ndio tunataka kusikiliza hiyo story ambayo Yesu alitupatia. Hiyo story ya kwamba mukitoka duniani kuna mahali mnaendaga, na huko mahali mnaendaga kukoaje? Uwe umeokoka, uwe hujaokoka, kuna mahali unaenda. Uwe utaki kanisa, iwe unataka kanisa, kuna mahali unaenda. Na tofauti ya mahali watu wanaenda baada ya kutoka kwa hii dunia ni sehemu mbili, sio moja. Hapa duniani tumekuja pamoja duniani, lakini tukitoka hapa tunaenda kila mtu kivyake. Na hiyo ndio Yesu alitaka kukuandaa, ndio ujue ukitoka hapa duniani unaenda wapi. Ukiwa mshirika wa kanisa, ukiwa mtu hajaokoka, ukiwa mlevi, ukiwa nani, ukiwa tajiri, ukiwa maskini, unaenda wapi? Yesu akapeana story ambayo ilikuwa ya ajabu sana. Na mimi nataka nirudie hiyo story kwa dakika chache niko nazo hapa, alafu tumalize hii crusade. Ndio kila mtu aone mahali penye anaenda. Maana hapa duniani uko na miaka michache. Miaka ya hapa ukiishi sana 120. Ukinyang'anywa kidogo unaishi 80. Na vijana wakasema siku hizi hata kufika 40 ni bahati. Si ndio? Vijana ndio walisema, sio mimi. Vijana ndio walisema kufika 40 ni bahati. Na kweli vijana wadogo siku hizi wanatoka mapema. Wanatoka kwa sababu kuna vitu mingi imekuja kutoa watu duniani haraka mapema. Ndio unaona vijana wengi wanakunywa pombe, wanakunywa inaitwa makali, wanakunywa chang'aa, wanatoka mapema. Imekuja kuwatoa mapema ndio wafiki 40, na wakifika 40 ni bahati. Wengine wanatoka wakiwa 35, wengine 20. Hata my brother mwenye ananifuata mara ya pili, yeye alikunywa pombe sana akatoka akiwa 35. Alikuwa 35 ama 32? Alitoka akiwa 32, alitoka mapema. Sasa kufika 40 ni bahati kwa sababu ya hiyo vitu unakunywa. Na ukitaka ufike 70 ama 80, ndio sasa unisikilize. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Wangapi wanataka wafike 80? Wangapi wanataka wafike 100? Sasa unisikilize. Haleluya. Ile vitu inatoka watu mapema, isikutoe mapema. Na hiyo bado ni siku chache duniani, lakini kuna maisha ya milele na milele. Yesu alipokuja duniani, nilisema alikuja kuwajulisha watu mambo yale ambayo hawajui na kuwasaidia mambo yale hawawezi wenyewe. Akakuja kuwasaidia duniani na akapeana story moja hapo, na katika kitabu cha Luka 16. Kitabu cha Luka 16. Nitasoma mistari kadha pale, alafu tuweze kuendelea mbele. Mistari kadha pale kuanzia mstari wa 18. Luka 16 mstari wa 18. Nitasoma hapo, nipeane hiyo story tuisikilize, alafu niwaombee, nimalize mkutano siku ya leo. Alafu wewe utuambie hiyo ka story kamekusaidiaje. Na sasa uangalie mwenzako, maana nitauliza maswali kidogo ukikaa na mtu karibu. Haya, tusome moja pamoja, tuende pamoja. Aha. Ama tuanze mstari wa 19 tu, moja kwa moja tuingie kwa story hiyo. Biblia inasema Yesu alipeana hiyo story, lakini sasa tukianza kusoma inasema akasema, huyo ni Yesu, palikuwa na mtu mmoja tajiri. Matajiri si ni wengi wako hapa.
Sasa aliongelea vile watu wanaendaga. Kwa hivyo aliongea kuhusu tajiri ambao wanakuaga duniani, wako na biashara kubwa, wako na manyumba makubwa, wako na mambo mengi. Akasema kulikuwa na mtu mmoja alikuwa anaishi duniani, alikuwa tajiri, aliyevaa nguo za zambarau, nguo za rangi ya zambarau na kitani safi, na kula siku zote kwa anasa. Na maskini mmoja, hapa si maskini ni wengi, hata wapataki chakula, unakuta wanalala njaa. Kwa hivyo Yesu alikuwa anaongelea watu wa kiwango chote, maskini na tajiri, watu wote wanaishi dunia, kuwajulisha kila mtu mahali anaenda. Ukitoka hii dunia unaenda wapi? Ukimaliza siku yako duniani miaka 100, miaka 20, miaka 80, miaka 40, miaka 50, unaenda wapi? Na huko ni umilele, huko hakuna kuisha. Maisha ni umilele, unaishi pande zote, utaenda, hakuna kukufa. Unaishi, maana kifo kitaishia hapa, alafu huko hakuna kukufa. Huko unaishi siku zote ukiwa hivyo, vile ulikuwa miaka ile ulifika nayo, huko utaishi miaka yote bila kukufa, lakini ukiwa mahali fulani. Hapo ndio tunasikiliza Yesu alisema haje. Kwa hivyo kulikuwa na maskini mmoja, jina lake Lazaro, uweko mlangoni pake, ana vidonda vingi, naye alikuwa akitamani kushibishwa kwa makombo yaliyoanguka katika meza ya yule tajiri. Hata mbwa wakaja wakamramba vidonda vyake. Ikawa yule maskini alikufa. Hakuna mtu hawezi kufa duniani, kila mtu atakufa. Miaka 50 na kitu inakuja, ama miaka 100 inakuja, sisi wote tuko hapa hatutakuwa. Miaka 100 inakuja, sisi wote kama uko na 30 ukiongezewa 100 si utakuwa na 130. Hakuna mtu ako na 130 duniani hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo 100, pigia 100, 100. Hata kama uko nani, pengine hao watoto ndio watakuwa miaka 100, pengine wale wataishi miaka na 100 na kitu. Kwa hivyo duniani tutatoka, hata shosho yako hayuko, na kama hako ni bahati yako, walitoka, kuna mahali walienda. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Yesu alikuwa anaongelea mahali wanaenda, akasema maskini alikuwa duniani na tajiri alikuwa duniani. Alafu siku moja nini katokea? Ikawa yule maskini akakufa, akachukuliwa na malaika mpaka kifuani kwa Ibrahimu. Hata Ibrahimu alikuwa duniani, akawa ameondoka, ameenda huko mahali watu wanaendaga. Watu wote kuna mahali wanaendaga. Yule tajiri naye akafa, akazikwa. Basi kule kuzimu aliyainua macho yake alipokuwa katika mateso, akamwona Ibrahimu kwa mbali na Lazaro kifuani mwake. Akalia akasema, baba Ibrahimu, nihurumie, umtume Lazaro achofye incha ya kidole chake majini, au burudishe ulimi wangu, kwa sababu ninateseka katika moto huu. Ibrahimu akasema, mwanangu, kumbuka ya kwamba wewe uliyapokea mambo mema yako katika maisha yako, na Lazaro vivyo hivyo alipata mabaya, na sasa yeye yupo hapa anafarijiwa, na wewe unaumizwa. Na zaidi ya hayo, kati yetu sisi na ninyi kumewekwa shimo kubwa, ili wale watakao kutoka huku kwenda kwenu wasiweze, wala watu wa kwenu wasifuke kuja kwetu. Tuachie hapo kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kulikuwa na watu wawili, kulikuwa na maskini na kulikuwa na tajiri. Kujeni watu wawili hapa, watumishi hawa, watumishi nataka kuhubiri na pastors. Kujeni pastors, rukeni tu muingie hapa juu. Kujeni kama mnaweza panda. Haleluya. Nipatie maji. Nani ako na maji? Nani ako na maji ya kunywa? Nani ako na chupa ya maji hapo? Hakuna mtu yote alikuwa na maji anakunywa? Nipatie chupa ya maji. Asante, ubarikiwe. Haleluya.
kulikuwa na tajiri na kulikuwa na maskini. Sasa ni nani tutaweka tajiri kwa nyinyi wawili? Ni huyo ako na koti lakini hautakuwa ule tajiri ukae. Haleluya. Tajiri aliishi maisha ya raha, maisha ya anasa. Alipotaka kunywa red wine alikunywa, alipotaka kuchukua bibi ya wenyewe alichukua, alipotaka kuchukua warembo wa Koinange alichukua. Alifanya vile alivyotaka. Siuringe kama tajiri mwenye ako na pesa. Unajua tajiri mwenye ako na pesa anatembeaga hivi, anafanyaga mikono hivi. Niko na my brother mmoja anatembeaga hivi, anakuwa na vitu kidogo, tembea kama tajiri. Hakuna kitu alitaka akose duniani, chochote alitaka. Akitaka kukunywa chang'aa alikunywa, akitaka kunywa bia alikunywa, alifanya kila kitu alichotaka. Lakini kulikuwa na maskini, simama tu hapo, aliitwa Lazaro. Huyu maskini, hiyo ni story ya Yesu ninawaambia, ili ushike vile Yesu alikuwa anamaanisha. Tajiri hapa ni safi, sio chafu. Kaa chini. Chini pastor, yani pastor kama mimi tunafanana, hata mimi nitakaa. Haleluya. Kulikuwa na maskini ambaye alikuwa hana kitu, hakuna kitu ambaye anafurahia, lakini alikuwa anapenda Mungu. Sasa hawa watu wawili, tajiri ni mtu hajaokoka na maskini ni yule mtu ameokoka. Ndio nataka ushike story ya Yesu. Maskini alikuwa ni mtu aliyeokoka na tajiri ni mtu hajaokoka. Anaweza kufanya chochote vile anataka, anaweza kutumia maisha yake vile anataka, anaweza kutenda lolote, anaweza kupiga watu maana ako na uwezo. Lakini maskini alikuwa hana chochote, lakini Biblia inasema hata chakula alikuwa hana, analala hata njaa. Kwa hivyo alikuwa anaangalia tajiri akiangusha, akikula vitu akiangusha chini, akiangusha chini, angusha chini. Maskini anakuja tu kwa ile meza chini, na yeye anainama, anakula tu, anakunywa hiyo kama ni hiyo kamaji, kunywa na arudi huko chini anakaa. Na akaishi maisha hayo. Lakini wote wawili ikafika siku ya kutoka dunia hii kuenda dunia ingine. Kwa hivyo haijalishi vile unaishi, iko siku utatoka. Hata sisi wahubiri tutatoka. Miaka inakuja mbele huko tutatoka. Hata nikiishi miaka 100 nitatoka. Sasa shida ni hiyo, utatoka ukiwa aje, ukienda wapi? Huyu maskini akafa, vile Biblia inasema akafa. Malaika wakakuja. Maskini mtu mwenye ameokoka akikufaga, ni malaika wanakuja kumchukua. Kuja nyinyi mmevaa white, nyinyi wawili mmevaa white. Huyu amevaa white na wewe. Watu wa white kujeni. Malaika wanafaaga white, wanakuaga na utukufu. Wakakuja, malaika wakakuja. Haleluya. Malaika walipokuja wakamchukua, maana alikuwa ameokoka. Wakamuinua, wakampeleka kifuani mwa Ibrahimu. Mpelekeni kifuani mwa Bishop huko chini, alafu maji uniachie. Haleluya. Wakampeleka kifuani mwa Ibrahimu wakati alikufa. Alafu Ibrahimu uendelee kumfariji, uendelee kumwambia umekuja mahali pazuri. Akaendelea kumfariji ile shida alikuwa nayo, ile mateso alikuwa nayo, na alikuwa ameamini Mungu, akaendelea kufarijiwa. Alafu tajiri, ni story ya Yesu ninawaambia, usitoke kwa story, tuko kwa story ya Yesu kuhusu mahali watu wanaendaga. Alafu tajiri akakufa. Watu wenye nguo nyeusi wakuja watatu. Watu wenye nguo nyeusi, kuja wewe kuja. Kuja msichana wangu, kuja hapa, kimbia hapa. Na mwingine wakuja watatu wenye nguo nyeusi. Nyinyi hamtakuwa ati kimbieni wenye nguo nyeusi. Wako wapi? Hata wewe pastor, kuja pastor, tuhubiri na wewe. Kuja, hii ni injili tumekuja kuhubiri. Kuja tu. Haya, kujeni watatu wenye nguo nyeusi. Alafu wakamshika. Walipokuja wakambeba, akakufa kama ule mwingine. Lakini yeye hawakumpeleka kwa Ibrahimu, wakampeleka pande hii. Mpelekeni hapa. Mpelekeni huko kwa ile pikipiki. Kwa ile pikipiki huko. Wewe jamaa kwa juu ya pikipiki wewe. Huyo jamaa kwa juu ya pikipiki. Huyo. Wewe toka kwa simu bwana. Haya, nyinyi simameni. Wewe mtu wa gita. Simuhubiri na mimi jamani, tumekuja kuhubiri. Haya, shikeni huyo mtu mumfinyie chini. Mumfinyie huko chini. Finyieni yeye chini kabisa. Alafu wewe lia hapo.
lia hapo. Alafu angalia pande hii, kichwa iangalia hapa. Unamuita Ibrahimu, unamwambia Ibrahimu, unaangalia Lazaro amekaa kwa kifua cha Ibrahimu, anafarijiwa. Huyo anafarijiwa, anaendelea kupatiwa vitu mzuri, lakini wewe unakanyagwa kuzimu. Hivyo ndio wenye dhambi wakitoka dunia wanafanyagwa, anakanyagwa huko, anakanyagwa. Ni kupiga nduru. Ibrahimu anaita Ibrahimu, niokoe. Ibrahimu anamwambia pole, maana mahali tuko hatuwezi kufika mahali penye huko. Kuna bonde kubwa hapa katikati yetu na wewe, hatuwezi kufika. Tunaonana lakini hatuwezi kufika. Haya, omba maji. Moto imekuwa kali, moto imekuwa kali. Anaomba maji. Biblia inasema Yesu akasema, yule tajiri akaambia Lazaro, ati Lazaro, kuja uchukue maji na kidole, maana moto imekuwa kali. Unigusishe tu, hata kwa ulimi nipoe maji ya kidole. Itakusaidia nini? Ile moto ambayo iko jehanamu, ile moto iko kuzimu, haina namna ya kuzima. Akamwambia pole, maji ya kidole itakusaidia nini? Haleluya. Makosa ameenda mbali sana. Haleluya, haleluya. Mwacheni sasa, anaendelea na moto, aendelee na moto, alafu atoke hapo. Hiyo ni story Yesu alikuwa anapeana. Ninakupatia in action ndio uone nini ilikuwa nini inafanyika mbinguni. Asanteni wahubiri, asanteni. Mungu awabariki sana wahubiri. Sababu ya kuja hapa ni kukuepusha na hiyo mateso ya hiyo dunia ingine. Hiyo dunia ingine ambayo tunaenda, hata uwe kanisani na maisha yako si mazuri. Ndio tumeimbiwa na Pastor Jen, tengeneza mambo ya nyumba yako maana unakufa. Maana usipotengeneza mambo yako, siku utatoka duniani utajikuta kwa dunia ya mateso, dunia ya moto, dunia ya shida, dunia ya kilio. Kule hakuna huruma. Ibrahimu akamwambia, hakuna mtu wa kutoka hapa akuje kwenu, lakini kule kwenu muko na wahubiri, muko na wahubiri. Yule mtu akasema, ninaomba Ibrahimu, kama mimi sitasaidika, niko na ndugu zangu 5, Kamau, Wambogo, Wainaina, Mwangi na Onyango, kama wanashikanaga. Haleluya. Enda huko, uwatuma mtu huko duniani, awaambia hapa mahali nimekuja ni papaya sana. Ibrahimu akamwambia pole, mtu anatokaga hapa kuenda huko. Wametumwa kina Bishop Charles, kina pastors wametumwa huko, kina Reverend Mariga, kina pastor wetu hapa wa Free Pentecostal, nimesikia hivyo. Haleluya, ndio wametumwa hapa. Enda kwao wakuambie vile utafanya. Enda kwa hao wahubiri wakuambie ndio usikuje. Lakini kutoka huko ukishaenda, hakuna mtu anatumako kukuja kuongelesha watu hapa duniani. Wale wamewekwa hapa duniani ndio wanaambiaga watu, wacha kukunywa pombe usiende jehanamu, wacha kuiba usiende jehanamu, wacha mipango ya mibaya usiende jehanamu, wacha uzinzi usiende jehanamu, wacha magendo usiende jehanamu, wacha kiburi usiende jehanamu, wacha dhambi usiende jehanamu. Hao ndio wanawaambia watu, wacheni maisha mabaya musiende jehanamu. Kwa hivyo hakuna mtu atatoka kuzimu hakuje, hakuna mtu atatoka paradiso hakuje. Ukishaondoka duniani, dunia na wewe mmemalizana. Ambie mwenzako ukiondoka hapa mmemalizana. Lakini kuna ndugu zetu wanatutiaga moyo. Huwa wanatutia moyo. Wakati kwa jeneza nilienda na my wife kwa mazishi ya my uncle mmoja. Alafu za ile tunamzika, alikuwa wa dini yetu ingine, ninaipenda sana. Alikuwa kwa dini yetu ingine, alafu za ile kwa jeneza, wakati karibu tumpeleke kwa kaburi, wakasema tusimame wote kwa dakika moja, alafu tumuombee marehemu asamehewe dhambi zake zote, aingie mbinguni.
tukafunga macho wote, wakasema Baba msamehe dhambi zote alifanya duniani aingie mbinguni. Nikasuka nimeongea, nikasema hapana, asame yangu akiwa kwa jeneza. Nikakumbuka niko kwa wenyewe, nikaogopa kutandikwa, nikanyamaza, nikasema amedanganya watu, amedanganya hii familia. Kwa hivyo watafanyaga dhambi, alafu siku wanaenda waombewe kuingia. Hiyo mbinguni alikuwa anamwombea aende kusamehewa iko huko Mount Kilimanjaro, sio mbinguni ya Mungu wa mbinguni. Iko huko ama iko Nyahururu. Bwana Yesu asifiwe. Mpe makofi mazuri Yesu. Akawaambia mtu akitoka katika dunia hii anaenda kama ni maskini ambaye ameokoka. Mtu ameokoka tunamuita maskini, si maskini ya kukosa pesa, si maskini ya kukosa mali. Ukiokoka unapewa mali na Mungu, ukiokoka unapewa heshima, ukiokoka maisha yako inabadilika. Lakini maskini wa kutofanya ile vitu zingine, ya kutokunywa pombe, kutofanya ukahaba na kufanya mambo hayo mengine, na kutokuwa mwizi, unaacha hiyo vitu yote, unakuwa maskini. Hata mtu mmoja aliniambia ati na nyinyi watu wa kanisa mnakuwa na starehe gani? Amkunywi kitu, ati ni chai tu na maji, ati na mnaenda nyumbani. Nikamwambia ile raha tuko nayo, ile furaha tuko nayo, ati ninakunywa kachai tu, nimelala hapo kwa kiti yangu hapo, ninakunywa kachai na kamaji, kwanza maji moto, ninasikia vizuri. Lakini kuna watu wanasema ati sisi tunashindwa, mnaishi aje maisha gani? Kwa sababu hatuna hanasa. Lakini siku tutatoka duniani ndio tunaenda kwa hanasa ya Mungu wetu, tunaenda kufarijiwa. Ibrahimu akampokea Lazaro, akamweka kifuani mwake, akamfariji, akamwambia wewe hukupata vitu vingi duniani, lakini hapa farijika, na kufarijika yake ni ya milele na milele. Mpe Bwana shangwe. Haleluya. Yesu akaendelea na story hiyo. Yesu akaendelea na story hiyo, akasema 27, akasema basi Baba na kuomba umtume nyumbani kwa baba yangu, kwa kuwa ninao ndugu wangapi? Ninao ndugu 5, ili awashuhudie. Yani tajiri anaambia Ibrahimu, naomba Ibrahimu, tuma ndugu zangu wale wako nyumbani, hawa wako Nakuru Flamingo, tumana huko, waambie jamani, hapa mahali niko ni babaya. Na ni Yesu alikuwa anapeana hiyo story. Kwa hivyo haina doubt Yesu alitoka mbinguni, Yesu ni Mungu, haina doubt. Usifikirie mara ya pili ati kama kuna makosa ilikosewa kwa story. Story haikupeanwa na nabii, story haikupeanwa na mitume, ilipeanwa na Yesu mwenyewe akiwa hapa duniani. Akapeana hayo maneno watu wajue wakitoka hapa duniani wanaenda wapi. Mtu yeyote ako hapa duniani, wale wanafanya abortion hapa duniani wakikufa wanaenda wapi? Wale wanaiba wakikufa wanaenda wapi? Wale wanaua watu wakikufa wanaenda wapi? Wale wanaenda kanisani wameokoka wakikufa nao wanaenda wapi? Wakitoka hapa duniani wataenda wapi? Ndio maana unapaswa kutengeneza mambo yako kwa kumpokea Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ili siku utatoka hapa duniani, siku utamaliza haya maisha ya kujiandaa, uingie katika maisha ya milele, maisha ya kufarijiwa, maisha kukumbatiwa, maisha ya kupongezwa, maisha ya kuishi na Mungu milele na milele. Mpe Bwana makofi mazuri. Akamwambia hapa hakuna mtu atatoka. Akasema kwa kuwa ninao ndugu 5, ili washuhudie, wasije wao pia wakafika mahala hapa pa mateso. Ibrahimu akasema wanao Musa, wanao Bishop. Ibrahimu akamwambia wako na Musa huko duniani, wako na Bishop Charles,
wako na pastors, wako na watumishi, wako na minister huko wa injili, wa kuwahubiria injili. Hakuna mtu mwingine anatumwa, wao wameshatumwa. Wako na Reverend Mariga ako kwa crusade, awaambie hapo vile wanapaswa kufanya. Ndio maana nimekuja niwaambie, huko mahali penye watu wanaenda inapangiwa hapa duniani. Mpe Yesu makofi mazuri. Nikasikia mhubiri amesema tumuombe sasa apokelewe mbinguni. Nikasema amedanganya. Hakuna mbinguni anapokelewa, amewadanganya. Maana mtu anatengeneza mambo yake. Ati mtu alikuwa mlevi anakunywa kama wale niliona hapa ndugu zetu waliokoka. Alafu na ile ulevi amekufa, alafu anaambiwa kwani Mungu amechanganyikiwa? Uende kuamkia mbinguni ukiwa mlevi, upigie Mungu kelele? Ulevi unaachia hapa duniani. Ambia mwenzako ulevi unaachia hapa. Ati umeombewa, alafu kama ulikufa ukiwa mlevi, ukifufuka si unafufuka ukiwa mlevi? Alafu ufike mbinguni uko mlevi, unaambia Mungu hakuna kitu kama hiyo. Mungu adabu unaanzia hapa duniani. Alafu kama hujawacha ukaaba hapa duniani, uende mbinguni. Na mbinguni ni malaika warembo ajabu. Si utawakatia mbinguni? Utafukuzwa. Kwa hivyo tabia lazima uache hapa. Kama hujawacha kuangalia huko nyuma ya wamama wale imeenda huko nyuma, unaangalia hivi, unaangalia, unashikia mpaka siku hizi watu wanaanguka na pikipiki kila saa. Ukienda kuuliza ni break ilikuwa hapana, ni mtu alipita. Wazee mko ama amuko? Unaangalia hivi, mwingine alifuatana na mtu mpaka ndani ya nyumba kwake karibu kilomita 3. Anaangalia, anaenda tu mpaka akafika kwa plot ndani, akaingia kabisa. Ule kugoga akamwambia unaenda wapi? Akamwambia hapana, sijui nilikuwa naenda wapi. Amechanganyikiwa. Sasa ukienda mbinguni uone malaika. Kama hujaacha uizi hapa duniani, kitu ikiwekelewa mahali unapita nayo. Ukienda mbinguni na barabara ya mbinguni ni ya gold, si utang'oa yote, utafukuzwa. Watasema Kamau rudi Nakuru. Kwa hivyo lazima utengeneze mambo yako hapa. Haleluya. Hata kama umelijua Mungu na bado hujawacha vitu fulani, wacha. Tengeneza, ukifika huko utafukuzwa. Amen. Watasema haya, huyu ameng'oa rami. Rami ni ya dhahabu. Utakuwa unaangalia Yesu alafu unainama. Unazuuliza wapi kitu ya kungolea. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anasema huyu mwizi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Abia mwenzako ulikuwa mwizi, umeacha wizi? Ujaacha wizi? Acha. Okay. Mbinguni utafika. Haleluya. Hata wamama wale bado mnaibaga, mzee akitoa nguo usiku unapita nayo. Wewe mbinguni uendi, maana utakuwa unapita na ya Yesu. Haleluya. Hiyo ndio itafanya ukikufa unapelekwa huko kwingine, uweze pelekwa mbinguni kwa kufarijiwa. Lazaro alikuwa hana chochote, maskini, hachukui chochote. Ukipata mtu ataacha 50,000 ianguke na ipeane kwa mwenyewe, huyo ndiye anaenda mbinguni. Uliza mwenzako, wewe ikianguka utapeana? Anasema aje? Sema ukweli. Mwambie sema ukweli yako. Anasema aje? Yeye wacha kupeana, anatafuta mahali imefungiwa. Haleluya. Lazaro akafarijiwa. Ibrahimu akasema hakuna mtu wa kutoka hapa aende huko, wako na wahubiri. Wale wahubiri wako huko kina Musa, watawaambia vile wanapaswa kufanya. Ndio hii ninakuambia leo vile unapaswa kufanya. Ndio ninakuambia ukitaka kuenda huko kuna vitu lazima uache. Ukitaka kuenda kwa faraja, na usipoacha bado utaenda. Ambia mwenzako hata kama uachi bado utaenda. Hata kama uokoki bado utaenda. Hata ukiokoka bado utaenda. Haleluya. Kuna watu tunahubiria. Siku moja nilikuwa na rafiki yangu mmoja, tulikuwa tunafanya biashara na yeye.
Nikamwambia rafiki yangu alikuwa anaitwa Shege, nikamwambia Mr. Shege, unajua kuna siku watu watatoka hapa duniani na ukitoka wewe unaenda wapi? Alikuwa mshirika wa ACK lakini alikuwa hajaamua kuokoka. Akaniambia unajua mimi niko na kanisa yangu. Nikamwambia kanisa haina makosa, kanisa yote ni safi. Ile si safi ni ile tu ya devil worshiper, lakini kanisa zingine zote ni safi. Lakini wewe mwenyewe ndio naongea na wewe, hata kama unaendaka hiyo kanisa wewe mwenyewe umejiandaa. Akaniambia mimi bado nachapa yangu 2. Ananiambia nachapaka 2, ananiambia hivyo nachapa yangu 2, taska 2 kila jioni. Nikamwambia na kwa nini hujaamua kuokoka? Akaniambia bado sijaamua. Siku nitaamua nitakwambia. Nikamuuliza unajua siku yako ya kutoka, unaweza kutoka leo, utaenda wapi? Walikuwa wawili, mmoja saa hizi ndio elder wetu, ndio deacon wetu kanisani kwetu mahali tulikuwa tunahubiri. Kwanza yeye ndio elder. Walikuwa wawili kwa soko. Ule mmoja akasikia, huyu akakataa kusikia. Akasema bado mimi niko na muda. Mimi ni kijana. Alikuwa mtu wa miaka 30 hivi. Mimi ni kijana, nitaokoka wakati ikifika. Nikamwambia unaweza kutoka duniani saa yoyote. Maana hakuna mtu anajuaga saa anatoka duniani. Watu wanatokaga. Ule unaonaga kwa TV anatangazwa alienda kwa ajali ni mtu kama mimi na wewe. Kujua anaenda, angejua anaenda angepanda hiyo gari, lakini ajuage akienda. Nikamwambia my friend, unaweza toka duniani na uende kwa aibu milele. Akaniambia hiyo ni mambo ilisemwa na watu wengi tokea zamani, tumesikia ya kutosha. Wakaenda kupeleka mahali. Baada ya mwezi mmoja tu nikiongea na yeye, wakapeleka hapa Nakuru, hapa Moro hapa. Wakakuja kupeleka mahali ya rafiki yao hapa. Wakiwa mpaka na ule mwenye huyo ambaye ako elder saizi alikubali Yesu. Wakakuja pamoja. Wakitoka tu Molo wanaenda kuingia barabara sasa ile inaitagwa aje, ukikutana na ile barabara nyingine ya kwenda Kericho. Hapo kwa hiyo junction hiyo. Gari ikafly, ule dereva hakuwa anajua, akafly akaenda straight, badala ya kuingia barabara nyingine akafuka akaenda kwa hiyo bonde. Hiyo bonde hapo mbele. Gari ikaanguka ikiwa hivi, na yeye ndiye alikuwa mbele, wamekaa na driver. Driver akatoka akiwa mzima. Yeye akakuwa kitu kingine, akavunjika akaisha. Lakini hakukata roho. Akaambia huyu mwenye aliokoka, mwenye ambaye ni dikoni wetu saizi kanisani, akamwambia nichungie watoto wangu, maana nimesikia vile nimeumia, siwezi pona. Wakambeba wakampeleka hapo mahali kando kidogo, akakata roho akafa. Yule ndugu aliyeokoka akakuja akaniambia, maneno uliambia Shege peke yake ndiye ameenda kwa hiyo gari peke yake. Nilikuwa ninamwangalia, ninakumbuka vile tulikuwa na wewe na yeye, vile ulimwambia hajui atatoka lini duniani. Nimelia yangu yote, lakini sikuwa na namna ya kumuokoa. Nimemshika kwa mikono, amekufa nikimwangalia. Nimehuzunika, ameenda wapi? Wako na wahubiri hapa duniani, wawaambie mahali wanaenda. Mahali unaenda haujui utaenda lini. Watu wote ambao walikuwa mashuhuri waliondoka duniani na hawajui mahali, hatujui mahali walienda. Wengine tunasema rest in peace mtu akienda. Hakuna rest in peace kwa mtu hajaokoka. Una rest in trouble. Sijui ni rest gani hiyo. Ni matatizo. Hakuna amani huko, hakuna kutulia huko. Maana Yesu alipeana story hiyo, akasema Lazaro alipoenda alifarijiwa, lakini tajiri akaenda kwa moto. Alikuwa analia akisema, jamani tuma Lazaro, jamani mtume tu achukua kidole aweke kwa maji, achofye ndani ya maji, maana moto ni mkali. Hakuja niweke kwa kidole, angalau nipate utulivu kidogo. Lakini hakuna utulivu, haungewezekana kwa maji ya kidole. Ibrahimu akamwambia, sina nafasi, sina ruhusa, na hatuwezi weza kukuja huko. Akamwambia, tuma basi Lazaro arudi ambie ndugu zangu, hapa mahali niko ni pabaya, wabadilike wasikuje hapa. Lakini Ibrahimu akamwambia,
nikamwambia wako na wahubiri, wako na Musa. Wasiposikia Musa, wasiposikia manabii, wasiposikia wainjilisti kukuja, watakuja hapo, lazima tu wataingia hapo. Kwa hivyo maisha unayoishi ndio itategemea utaenda wapi baada ya kutoka dunia hii, utaenda wapi. Nimefanya maamuzi ya kutengeneza maisha yangu, nimefanya maamuzi ya kuacha njia mbaya, maana kuna mahali ninaenda. Maana baada ya maisha haya, baada ya kuendesha magari kama haya, iko siku nitayaacha, iko siku nitaacha vitu vyote hapa duniani. Nitaenda wapi baada ya kuishi nyumba nzuri? Hata mimi naishi nyumba nzuri. Hatusemi watu wanaokoka ni watu tu wako na shida, ni wote wenye shida na wanaishi maisha ya shida na wenye wanaishi maisha mazuri. Nikasema mimi nimefanya maamuzi, nitamfuata Yesu hapa duniani. Nitaacha njia zote mbaya, nitaacha dhambi, nitaacha mambo ambayo hayampendezi Mungu. Ndio siku nitaenda nikaribishwe mbinguni. Nitaingia lango lake na sifa moyoni, nitaingia kwa shangwe kuu. Nitasema ni siku njema Bwana ameifanya. Nitaingia kwa shangwe, nitawaona watakatifu, manabii wote, hata mitume injio. Nitawaona, tutakaa meza moja, nchi ya amani. Oh sana, nitaingia kwa shangwe. Imba pamoja na mimi. Nitaingia lango lake na sifa moyoni, nitaingia kwa shangwe kuu. Nitasema ni siku njema Bwana ameifanya. Hivyo ndio Lazaro aliimba, nitaingia kwa shangwe. Lazaro aliingia hivyo kwa madaa mbinguni. Alikuwa naimba, nasema naingia kwa shangwe, naingia na sifa ndani ya moyo wangu. Nchi nzuri, nchi yenye amani, nchi yenye furaha, ambao nitaona wahubiri ambao walikuwa wanahubiri, nitawaona watakatifu ambao waliamua kuishi maisha mazuri hapa duniani. Nitaingia pamoja na wao. Mpe Bwana shangwe na vigelegele jamani, mpe Bwana shangwe na vigelegele. Wale wanaenda mbinguni, mshangilie Bwana. Kama unajua maisha yako ni mazuri, shangilia Bwana. Haleluya. Naomba tusongee hapa mbele, naomba tusongee hapa niwaombee. Uamuzi unafanya leo ndio uamuzi Yesu alifanya apeane story hii. Ujue mahali unaenda, ukitoka duniani unaenda wapi. Njoni hapa, njoni hapa, njoni hapa, njoni wote mbele. Hata walio nyuma yangu kuja, kama unaweza kuja. Kujeni, asanteni, kujeni karibu na mimi hapa. Kujeni tu karibu na mimi. Kujeni karibu na mimi hapa kama inawezekana. Karibu na haya madhabahu. Njoni. Waimbaji jamani, si mngekuwa mnaendelea kuniongoza. Wimbo huo nimeimba. Mimi si muimbaji sana jamani. Muendelee kuniongoza wimbo huo. Haleluya. Waimbaji wetu mko wapi? Mlikuja huduma. Ongozeni wimbo haraka. Nataka niwaombee watu wa Mungu. Yesu akapeana story hiyo. Mtu ajue anaenda wapi. Endelea wimbo, usikate. Ujue unaenda wapi. Njoni wote mko pale kando kuja. Wale mko kule nyuma njoni. Iko siku utatoka duniani, hautaiona dunia tena. Iko siku hautaiona dunia tena. Kufika mbinguni, nitaingia